kutekeleza, utatekeleza sahihi. Kwa nini? Kwa sababu maelekezo ya kutekeleza sio sahihi. Kwa hiyo niwe kusikiliza ili uweze kuelewa kilichoko ndani. Lengo la kusikiliza ni wewe kupata kuelewa. Usiposikiliza unataka akili, unataka moyo, unataka umakini. Jana nilipomaliza Wednesday, nimerudi nyumbani. Mtu mmoja nisimfahamu yuko Dar es Salaam, alijitambulisha yuko Dar es Salaam, hakupigia simu. Naambia nimesikiliza mafundisho yako, lakini sijaelewa. Kwa nini hujaelewa? Sema kwa sababu wakati unanieleza habari ya kusikia na kusikiliza, nikamwambia nakuomba, basi nirudi kwangu tusome discussion. Rudia na amini. Kaambia kwa nini tufanye discussion? Naambia tutafanya, lakini usikiliza ya kwanza funga. Sasa usikiliza tena amini, halafu nirudie. Akapata simu, akaingia. Kama nilivyo mwelekezi. Alikuja kunirudia, sasa nimekuelewa. Manake mwanzo alisikia lakini hakusikiliza, manake hakuweka umakini. Sasa aliporudia ya pili, aliporudia ya tatu, akanirudia akasema sasa nimekuelewa. Kwa nini? Mwanzoni alisikia lakini hakusikiliza. Maana yake kusikiliza, maana yake umakini wa kwamba okay, hiki kitu kina maana gani? Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Usizitegemee akili zako mwenyewe. Maana Mungu ametupa akili, lakini tusitumie, tusizitegemee. Mungu ametupa akili, tusizitegemee. Na ndio maana kwenye Zaburi ya 14 mstari wa pili, 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 anasema hivi: toka mbinguni Bwana aliwachungulia wanadamu, aone kama mtu mwenye akili. Ukweli toka mbinguni Bwana aliwachungulia wanadamu, anawachungulia kweli, lazima mtu mwenye akili mtafai Bwana. Kwenye mstari wa tatu anasema lakini usitegemee akili zako. Kuzitumia mmekuzitumia, lakini tunakupa nafasi ya kuzitegemea. Kwa nini? Anayetegemewa ni Mungu aliyetoa hizo akili. Na ndio maana kwenye Zaburi ya 14 anasema anaangalia wanadamu duniani. Anachoangalia, anaangalia nini? Anaangalia sura zetu, anaangalia namna tunavyopokea. Anasema anaangalia ili aone mwenye akili amtafute Bwana. Sio mwenye akili anayezitegemea akili, mwenye akili anayemtafuta Bwana. Kwa nini? Ili kutumia hizo akili ambazo Mungu amekupa kuona na kuweza kuchanganua ni kipi nifanye na ni kipi niache, kwa wakati gani, kwa mazingira gani. Wasifiwe. Mungu asifiwe. Kwa hiyo lazima uwe na muda wa kumsikiliza Mungu ili akili alizokupa usizitegemee, uzitumie. Ili ukizitumia zikupe kuvuka kutoka hatua moja na kwenda hatua nyingine. Na ndio maana mwanadamu ana vitu vikubwa vitatu ambavyo vinataka chakula. Vitatu vinataka chakula. Jambo la kwanza ni mwili. Huu mwili unataka chakula, na chakula chake ndicho hicho ugali na kadhalika.
unataka chakula, na mwili ukikosa chakula unakufa. Jambo la pili ni akili inataka chakula, na ikikosa chakula akili inakufa. Na chakula cha akili ni habari mpya kila wakati ambazo zinafanya akili zipate kuchangamka. Lakini chakula cha tatu ni roho yako nataka chakula, isipopata chakula inakufa. Na chakula cha roho ni neno la Bwana. Kwa hiyo ukikosa neno la Bwana unakuwa mkavu, unaona unatembea, lakini kwa kweli umekufa. Hii ya mwili ndio ambayo tunaonaga mtu amekufa, tunamuona kwa macho. Ya akili hatuoni kwa sababu iko ndani. Ya moyo na roho hatuoni kwa sababu iko ndani. Lakini kuna mtu anatembea na akili ilishakufa. Akili ilishakufa. Kwa nini? Haina chakula. Roho ilishakufa. Kwa nini? Haina chakula. Mungu ametupa akili tuzitumie, sio tuzitegemee. Tuzitumie. Tunazitumia kwenye nini? Ndio maana kwenye Zaburi ya 14 anasema anaangalia mtafutaye Bwana, maana yake uliyetenga muda. Ndio maana nikasema katikati ya ratiba ya mwanadamu Mungu anafurahishwa kuona ratiba ya mwanadamu kuanzia saa 12 mpaka saa 12 jioni. Ratiba yake hiyo yote, hayo masaa yote, katikati ya hiyo ratiba aone ratiba ya kwake. Aone katikati ya ratiba ya kwako, ratiba ya Mungu iko ndani ya ratiba ya kwako. Kama kwenye masaa 12 yote, masaa 2 au risali moja ni la Mungu. Utapata nafasi ya kumtafakari, utapata nafasi ya kumuuliza Mungu, kesho yangu ikoje? Na ndio maana mara nyingi nasema unapoamka, kabla miguu haijakanyaga kwenye ardhi, pata neno la kumshukuru, lakini na kumwambia Mungu, unaponiruhusu kutoka nje, siku yangu imekaaje? Mungu asifiwe. Kwa nini tunafanya hivyo? Ili uwe salama. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Angalia kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati 28. Kumbukumbu la Torati 28, alafu tuombe. Kumbukumbu la Torati 28. Kumbukumbu la Torati 28. Nataka nikusomee ile mistari miwili. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza anasema hivi: itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote duniani. Sasa ucheki kilichoko hapo. Anaposema utakapoisikiza sauti ya Bwana Mungu wako, kusikiliza kunatokea wapi kwenye huu mstari? Anasema kwa bidii. Ile neno kwa bidii maana yake kusikiliza, sio mara moja, kusikiliza frequently, kila wakati kusikiliza. Ndio maana ya neno bidii kwenye huu mstari. Kwa hiyo cha kwanza unasikia. Ukisha sikia, bidii maana yake unasikiliza ili uelewe maelekezo ambayo Mungu anaachilia kwenye huu mstari, ili utakapokwenda kutekeleza maelekezo yaliyoko hapa usije ukakosea, kwa sababu ukikosea utapishana na baraka ambazo Mungu ameziahidi kwenye huu mstari. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Na ndio maana nasema itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo. Kuna maagizo yako kwenye mstari, na moja ya maagizo ni kusikiliza. Na ndio maana nasema kwa bidii. Kwa hiyo ukisikiliza kwa bidii utaona kinachotokea. Mistari inayofuata hapo utaona ni kitu gani kinatokea, lakini hakiwezi kutokea kama umeishia kwenye kusikia. Kama umeishia kwenye kusikia haitatokea, kwa sababu kusikia hakukupi kutekeleza kama ambavyo imekusudiwa utekeleze. Lakini kusikiliza kunakupa kutekeleza kama ambavyo imekusudiwa utekeleze. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Tuna baraka nyingi ambazo Mungu ametuahidi, lakini kwa nini hatuzipati kama ambavyo Mungu ameahidi? Ni maelekezo ya namna ya kupata hizo baraka. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Kwa hiyo
Ni muhimu kusikia, lakini usikae hapo. Ni muhimu kusogea hatua nyingine ya kusikiliza. Kwa nini? Ili upate kuelewa ulichosikia. Unapokwenda kwenye kutekeleza, usije ukatekeleza tofauti na kile ulichosikia. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Lazima utenge muda. Na unajua kuna raha yake ukitenga muda wa kumsikiliza Mungu. Kuna raha yake sana. Kwa nini? Yaani unasikia uko amani. Unasikia amani. Hujawahi kuamka alafu unashangaa kuna kawimbo kanaimba huko ndani. Yaani saa nyingine hata ukajui, lakini unakasikia huko ndani kanaimba. Yaani unajisikia. Yaani saa nyingine unaweza kumwambia rafiki yako, leo unasikia raha. Lakini saa nyingine mfukoni hata 500 una. Lakini unasikia raha. Yaani amani imefurika huko ndani. Kwa nini? Mungu anaachilia maelekezo ya kwamba usiogope, haijalishi mabaya yako, lakini usiogope kwa sababu niko pamoja na wewe. Haleluya, haleluya. Zaburi ambayo tumeizoea, Zaburi ya 23. Ukisoma ule mstari wa 4, anasema hivi, ijapopita katikati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Bonde la uvuli wa mauti maana yake ni ile hali mbaya kuliko zote, ndio bonde la uvuli wa mauti. Daudi anasema, nijapopita kwenye hiyo hali, sitaogopa. Unamuuliza, Daudi, kwa nini uogopi? Hali mbaya kiasi hiki, kwa nini uogopi? Pale chini anajibu ati, kwa kuwa wewe Bwana uko pamoja nami. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Furahi kuwa na Mungu katikati ya maisha yako. Furahi kuwa naye. Unapotoka hapa, mwambie Mungu, sikuache hapa, twende. Ninapokwenda ofisini, twende. Ninapokwenda kwenye biashara, twende. Kwa nini? Ili uendelee kunipa maelekezo namna ya siku yangu itakavyokwenda. Nataka tuende mbele za Bwana. Leo na ajenda 2 ambazo nataka tuende nazo. Usisahau kwenda kwa toba. Ni ajenda ya kwanza. Nataka tumwambie Mungu namna ya kusikia na kusikiliza kwetu. Muombe kama Mungu nisaidie. Na kwenye hii inawezekana hujawahi kumsikia Mungu kwa namna yoyote. Mwambie Mungu, hii wiki isiishe nataka nikusikie. Mungu asifiwe. Inawezekana hujawahi kusikia kabisa Mungu anazungumzaje. Inawezekana hujawahi kabisa. Sasa mwambie Mungu, nataka nikusikie. Nataka tumwambie Mungu namna ya kusikia na kusikiliza kwetu. Kila mtu kwa namna yake. Usiache kwenda kutoka. Lakini ajenda ya 2, nataka tumwambie Mungu, wiki hii tunataka kusikia taarifa nzuri na sio taarifa mbaya. Mungu asifiwe. Na tukifika Ijumaa kila mtu awe na cha kusema kwenye hii kwamba umesikia taarifa gani. Funga taarifa mbaya zote, funga. Alafu mwambie Mungu, nataka kusikia taarifa nzuri. Mungu asifiwe. Yes. Nataka tuende mbele za Bwana. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe. Hai wewe wa kuabudiwa, ni wewe. Wa kupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe. Mwenye nguvu na uweza, ni wewe Bwana, ni wewe. Wa kuabudiwa, ni wewe. Ni wewe. Wa kuabudiwa, ni wewe. Wa kupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe. Mwenye nguvu na uweza, ni wewe. Baba, katika damu ya Yesu Kristo, ni wewe peke yako mwenye uweza, mwenye nguvu. Ni wewe tu, hatuna Mungu mwingine zaidi ya wewe Bwana. Wewe ambaye ni kimbilio letu na msaada katikati ya maisha ya kwetu. Na sisi tunatambua wewe ni msaada, na ndio maana tuko hapa. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni kila kitu kwetu katikati ya maisha tulio nayo. Mbele za kwako tumekuja kwa toba asubuhi ya leo ya tarehe 28. Katika damu ya Yesu Kristo, uturehemu na kutusamehe Bwana.
Bwana. Hakika tunahitaji msamaha utokao kwako. Kwa nini? Kwa sababu msamaha wako ni mlango wa sisi kufanikiwa, ni mlango. Ndivyo unavyosema kwenye Mithali 28 ule mstari wa 13, unasema afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Tuko hapa Kristo, uturehemu Bwana, utusamehe Kristo Yesu, katika damu ya Yesu Kristo. Tusamehe namna ya kusikia kwetu, tusamehe namna ya kusikiliza kwetu, katika damu ya Yesu Kristo. Wakati mwingine Bwana tumesikiliza ambayo hayakutuhusu kabisa. Wakati mwingine tumesikia kwa sababu Mungu hakuna namna ya kukwepa kusikia. Utusamehe Yesu Kristo, utusamehe Yesu Kristo, uturehemu Bwana, namna ya kusikia kwetu, namna ya kusikiliza kwetu, katika damu ya Yesu Kristo. Wakati mwingine tumeyapa nafasi mambo ambayo tumeyasikiliza yasiyotusaidia, yasiyotufaa, tumeyapa nafasi na tumeacha yale ambayo yanatufaa, yanatusaidia, hatujayapa nafasi. Yesu Kristo, twaja kwako kwa toba, uturehemu Bwana, uturehemu Bwana, masikio yetu yape kusikiliza, katika damu ya Yesu Kristo. Tupe kusikiliza, tupe kusikiliza, ili tupate kuelewa yatupasayo kutenda siku kwa siku, katikati ya maisha yetu, katikati ya hatua zetu, katikati ya kazi zetu, katika damu ya Yesu Kristo, katika damu ya mwana kondoo. Damu ya Yesu inanena mema, damu ya mwana kondoo, damu ya Kalvari inanena mema, inene mema ndani yetu, inene mema ndani yetu, inene kusikiliza, inene kwenye kusikiliza kwetu, kwa damu ya mwana kondoo, katika damu ya Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo. Namna ya kusikiliza kwetu, namna ya kusikiliza kwetu, Yesu, ipe kubadilika, tupe kubadilika, tupe namna ya kusikiliza ambako ndani yake tunahitaji kuelewa, na sio tu kuelewa, lakini tunahitaji Yesu Kristo kutoka mahali fulani na kwenda mahali fulani. Kwa nini? Kwa sababu tutakuwa tumeelewa. Yesu, tupe kusikiliza Bwana, tupe kusikiliza Yesu Kristo. Namna yetu ya kusikia iwe ya tofauti, tupe kubadilika sasa, tusikilize ili tupate kuelewa kile kilichoko ndani ya kila ambacho tumesikia, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, 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 ipite damu ya mwana kondoo, ipite damu ya mwana kondoo, ipite damu ya mwana kondoo. Yesu Kristo, unatuambia kwenye Kumbukumbu la Torati 28 ule mstari wa kwanza, ya kwamba tukisikia halafu tukasikiliza, utaachilia baraka katikati ya maisha yetu. Tupe kusikia Bwana, tupe kusikia jemedari, katika damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, damu ya Yesu inanena mema, damu ya Yesu inanena mema, damu ya mwana kondoo, damu ya mwana kondoo, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo, inene mema ndani yetu, inene mema ndani yetu, inene kusikiliza, inene kusikiliza, inene kusikiliza, namna yetu ya kusikiliza, namna yetu ya kusikiliza. Yesu Kristo, Roho Mtakatifu, utusaidie. Yoyote Mungu aliyoko hapa na ambao wanatufuatilia kwa namna ya mtandao, yoyote ambaye hajawahi kukusikiliza, hajawahi kukusikiliza ukizungumza naye, hajawahi kujua unazungumzaje, hajawahi kujua, Yesu, wiki hii mpe kukusikia Bwana, mpe kukusikiliza Kristo, namna unavyoachilia maelekezo ndani yake, namna unavyomhekimisha, na namna ambavyo unampa maelekezo ya kuvuka kwake kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, katika damu ya Yesu Kristo, katika damu ya mwana kondoo. Yule mwenye shauku, yule mwenye hamu ya kutaka kusikia sauti yako inazungumzaje, Mungu mtokee, Mungu mtokee, kwa damu ya mwana kondoo, muonekanie, mpe kusikia hiyo sauti. Inawezekana mwingine anasema inatosha, nasikiaga watu wanasema Mungu anazungumza. Anazungumzaje? Sijawahi kumsikia, mimi sijawahi. Mungu wa mbinguni, kutana naye kwa damu ya Yesu Kristo, mpe utulivu wa ndani, mpe utulivu wa ndani, ili apate kukusikia, na akikusikia apokea maelekezo unayoachilia huko ndani. Kwa nini? Kwa sababu wewe Mungu unazungumza. Katika damu ya Yesu Kristo, wiki hii Bwana,
Wiki hii Kristo Yesu, tunataka taarifa tutakazozisikia ziwe taarifa zilizo nzuri katika damu ya Yesu Kristo. Ziwe taarifa nzuri zenye kujenga maisha yetu, zenye kujenga imani yetu katika damu ya Yesu. Wiki hii taarifa zilizo nzuri, taarifa mbaya ninazifunga kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Taarifa za vifo, taarifa za magonjwa, taarifa za hasara, kwa damu ya Yesu Kristo ninazifunga kwa damu ya mwana kondoo. Ninazifunga kwa damu ya mwana kondoo. Taarifa za vifo, taarifa za ajali, taarifa za hasara, kwa damu ya Yesu Kristo nazifunga, nazifunga. Mungu wa mbinguni, katika damu ya Yesu ninafungulia taarifa, taarifa za faida, nafungulia taarifa, taarifa za kupata safari zenye maana, nafungulia taarifa, taarifa za kupanda vyeo kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu Kristo. Taarifa zilizo nzuri nazifungulia wiki hii zipate kutokea, wiki hii zipate kutokea katika damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu inanena mema, damu ya Yesu inanena mema katika damu ya Yesu Kristo. Adui anyamaze kimya, anyamaze kimya. Hakuna uhalali kwenye maisha yetu, hana uhalali kwenye hatua zetu. Anyamaze kimya kwa damu ya Yesu Kristo. Ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye kazi za watoto wako, nanyunyiza damu ya mwana kondoo kwenye vitu wanavyokalia, nanyunyiza kwenye biashara, nanyunyiza damu ya Yesu, nanyunyiza damu ya Yesu, nanyunyiza damu ya Yesu, nanyunyiza damu ya Yesu kwenye hiyo mifugo, kwenye hayo mashamba, nanyunyiza damu ya mwana kondoo, nanyunyiza damu ya Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo. Ni wewe peke yako. Hatuna Mungu mwingine tunaweza kumkimbilia. Hakuna Mungu mwingine tunaweza kumweleza namna hii tunavyoeleza. Hayuko, hayuko. Ni wewe tu Bwana. Pokea sifa, pokea heshima kwa sababu ni za kwako katika damu ya Yesu Kristo. Wewe Mungu peke yako. Hakuna kama wewe. Je, kuna viweza? Je, kuna neno, kuna neno, kuna neno usiloweza? Je, kuna neno gumu lolote usiloliwe? Kwa wimbo huo, kama una sadaka ya imani na kuruhusu sasa, unaweza kuja kuachilia sadaka yako mbele za Bwana na mimi nitakuombea kwa Bwana. Je, kuna neno, kuna neno, kuna neno usiloliweza? Je, kuna neno lolote usiloliweza? Je, kuna kuna je, kuna lolote usiloliweza? Yesu Kristo, hakuna usiloweza. Ni sisi tu namna ya kukusikiliza, lakini hakuna usiloliweza. Pokea mioyo ya watoto wako asubuhi ya leo tarehe 28, iwe kumbukumbu kwako sawasawa na neno lako Zaburi ya 20 mstari wa 3, kwamba zikumbuke sadaka zako zote na kuzitakabali. Na mimi nakusihi uzikumbuke
uwatetee hatua kwa hatua, uwape masikio ya kukusikiliza, wapate maelekezo yatokayo kwako, ili wavuke kutoka hatua moja na hatua nyingine, kwa utukufu wa jina lako wewe Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Amen. Pokee baraka za Mungu. Bwana Mungu akubariki na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake, akufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake siku nzima, masaa 12, akupe amani yake, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Barikiwe na